Jina langu naitwa Abdul Khattab Mbaru Khamis, ndo jina langu halisi ambalo nimepewa na wazazi wangu, na pembeni yangu ni kama nilivyokuambia amiri wa kijiji cha sayansi na Qur'an Abu Nabil. Abu Nabil, tukiendelea kwa vile anwani ya kipindi chetu ni muujiza wa sayansi na Qur'an, tuende kwenye mada husika. Utuambie kwa ufupi kabla hatujaingia kwenye swali namba 1, nini muujiza, nini Qur'an, lakini vile vile nini sayansi? Muujiza kiufupi ni kwamba wanachuoni wa Kiislamu wamegawanya vitu maalum au vipengele maalum vya kuweza kulifanya jambo likawa ni muujiza. Kwa hiyo ni vipengele vingi na virefu, vinahitaji muda mrefu kuvielezea. Ikifika muda wa kuvielezea tutajaribu kuvielezea. Lakini Qur'ani ina maana mbili. Qur'ani ina maana ya wahi na vile vile ina maana ya muujiza vile vile. Ina maana Qur'ani ni wahi lakini ni muujiza. Wahi kwa maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ya tangu na tangu, ambao walitoka kwa Jibril alayhi salam, yakaja kwa bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yakawafikia maswahaba alayhi salam, na wakawa yanaendelea mpaka leo tumeyapata sisi hapa. Science of course ni elimu ambayo of course inafanya tafiti na inatafuta sababu ya kile ambacho inakifanyia utafiti. Kitu gani kilikuwepo kabla ulimwengu haujaumbwa, kitu gani kinaendelea sasa hivi ulimwenguni, na kitu gani kitatokea baadaye ulimwenguni. Science imeeleza mambo mengi, imeeleza vitu vinavyoitwa hypothesis, imeeleza theory, lakini mpaka leo science katika kuelezea kuumbwa kwa ulimwengu imeshindwa ku-uplift, yani ile theory yake, ile nadharia yake kuipeleka katika established facts. Katika science kuna vitu viwili. Kuna hypothesis, kuna dhana na fikra na theory za kisayansi, na kuna kitu kinaitwa established fact, habari ambazo zimehakikiwa, zimethibitishwa kama ni za kweli. Science inapozungumza kuumbwa kwa ulimwengu, hathubutu mwanasayansi leo kusimama katika jukwaa lolote popote duniani akazungumza kwamba huu ndio uhakika wa ulimwengu ulivyoumbwa. Science imekosa supporting document. Dokumenti hizi hazipatikane popote zaidi ya kwenye Qur'an. Hii ndio maana tunapozungumza science katika Qur'ani tunaeleza vile vile pale ambapo science imekosea. Kuna masuala mengi ya kisayansi ambayo science imeamua tu kuelezea, labda imekosa data au imekosa hesabu kamili, ikaamua tu kueleza, lakini sisi Waislamu kwa kutumia Qur'ani tutajaribu kueleza kwa kina. Lakini kuumbwa kwa mwanadamu ameumbwa namna gani na mwisho wa mwanadamu utakuwa vipi, haya mambo yameelezwa katika Qur'ani na vile vile katika wanasayansi wameeleza, lakini tutajaribu kuchambua namna gani leo elimu ya embryology. Unajua pale mwaka 1980 ulifanyika mkutano mkubwa kabisa wa wanasayansi, walitumia aya za Qur'ani wakaangalia kile ambacho taaluma yao inakifahamu na kile ambacho kimeelezwa katika Qur'an. Lakini kilichokuja kutokea baadaye, magazeti yakaandika Qur'an score over modern science, Qur'ani yaizidi science ya leo, kitu ambacho kilisababisha baadhi ya vitabu vya Ulaya kama kitabu cha The Developing Human cha Keith Elmore, baadaye ndani yake kikaelezwa au kikaandikwa aya za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kuna masuala kama law, sheria. Kuna sheria za Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano ameweka sheria za ushahidi kwa mwanamume na kwa mwanamke. Qur'ani ilipoeleza sheria kama hizi kwamba mashahidi wanawake watakiwa wawili, yani sehemu ya mwanamume mmoja wanatakiwa wasimame wanawake wawili. Baadhi ya watu wakasema Uislamu umewadhalilisha wanawake. Kwa nini katika sheria wanaikuwa wanawake wawili na mwanamume anasimama mmoja? Ikaonekana kama ni kitu ambacho, lakini leo tumeangalia katika prefrontal cortex, katika sehemu ya ubongo wa mwanamke, tumekuta kama sehemu ile ina tofauti na ya mwanamume. Labda kwa ufupi ni kwamba mwanamume anapozungumza, labda tuanze na mwanamke, anapozungumza mwanamke, sehemu yake ya memory inatumika kuzungumza na sehemu yake ya speech inazungumza. Kwa vote viwili vinafanya kazi kwa wakati mmoja. Sheikh Nabil, kuna mambo mazito ambayo najua unataka kuyazungumzia kiundani, japokuwa katika episodi hii ya mwanzo nadhani tutazungumzia swala zima la muujiza. Inaitwa kijiji cha sayansi na Qur'an.
Tunaposema kijiji cha sayansi na Qur'ani, tuna maana ya taasisi ya Kiislamu ambao ni muunganiko wa vijana mbalimbali wa Kiislamu ambao tumeunganisha fikra zetu kwa pamoja. Nia kubwa ni kufundisha elimu ya sayansi na Qur'an kwa jamii, yani jamii iweze kufahamu elimu ya sayansi ambayo ipo ndani ya Qur'an. Madhumuni ni mengi na target ni nyingi, lakini tunachokiplani au tunachotaka kukiplanti ni kwamba biidhnillah tunategemea siku moja kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakuwa na watu kama engineer, tutakuwa na watu kama pilot, madaktari, wanasheria ambao wanafani kama hizi, lakini vile vile ni mahafidh Qur'an. Nimesema hivi kwa sababu taaluma ambayo imeelezwa ndani, yani kile ambacho kimeelezwa ndani ya Qur'an chote kinaendana na taaluma hizi. Kiufupi kama ulivyokuwa umeniambia nifanye introduction ya kipindi ambacho labda سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد